Wakati mwanamume yule alipokuwa akimfundisha mke wake mazoezi ya yoga, kwa bahati mbaya aligusa kitu cha utelezi kilichokuwa na mnato. Alipokinusa kilikuwa na harufu ya samaki na kilionekana kuwa bado kipya. Alipomuuliza mke wake ni kitu gani hicho, alimjibu kwa utulivu kuwa ni vipodozi tu, hivyo hakutilia maanani. Lakini asubuhi iliyofuata alipoamka, alihisi tena ile harufu ile ya samaki. Kwa haraka alivuta shuka na kushangaa kuona sehemu ambayo mke wake alikuwa amelala ikiwa imeloa kabisa. Aligusa ule ute, akaukunja na kuunusa na kugundua kuwa ulikuwa ni ule ule aliyougusa usiku uliopita. Hapo mwanamume huyo akatambua kwamba hilo halikuwa jambo la kawaida wala halikuwa vipodozi. Mara moja alikata kipande cha shuka na kukipeleka kwa rafiki yake daktari ili kifanyiwe uchunguzi. Daktari alipokiangalia tu alimwambia moja kwa moja kwamba huo haukuwa ute wa binadamu bali ulikuwa ute wa viumbe wa baharini aina ya konokono. Ili kupata uhakika, mwanaume huyo alitoa fedha nyingi na sampuli ikapelekwa kwenye maabara ya microbiolojia. Baada ya saa kadhaa za kusubiri kwa wasiwasi, majibu yalithibitisha kuwa ute huo haukuwa na uhusiano wowote na binadamu. Ulikuwa ute wa kiumbe wa baharini. Moyo wake ukaganda kwa hofu, akianza kuhisi kwamba huenda mke wake hakuwa binadamu wa kawaida. Wakati huo huo alipokea ujumbe wa sauti kutoka kwa mke wake akisema, nadhani nilipatwa na baridi jana usiku na nikatokwa na jasho sana. Umeona shuka sivyo? Kama inanata, samahani mpenzi, tafadhali tupilie mbali. Baada ya kusikia ujumbe huo, mwanaume huyo akakasirika na kuamua kufuatilia ukweli. Alipokuwa njiani, mtu mmoja wa mitaani alimzuia na kumwambia kuwa ana kivuli kibaya usoni na yuko karibu kukumbwa na balaa la damu. Mwanaume huyo alidhani anaomba pesa tu, akampa sarafu chache, lakini yule mtu akamuuliza swali la kushangaza, je, mke wako amekuwa akitenda mambo ya ajabu hivi karibuni? Sio binadamu kabisa, ni kama roho ya Kome. Mwanaume huyo akashtuka na kumuuliza amejuaje, lakini yule mtu alimpa kitabu na kumwambia majibu yote yapo humo. Alipokifungua alikuta maelezo kuhusu wanawake Kome. Ghafla akakumbuka kwamba mke wake alikuwa na Kome aliyomficha kwenye chumba cha chini na hakuwahi kumruhusu kuikaribia. Hofu ikamjaa. Alipotaka kumuuliza zaidi, yule mtu wa mitaani alikuwa tayari ametoweka. Usiku huo alipokuwa anarudi nyumbani kwa gari, alimwona mwanamke mmoja akiomba msaada kwa sababu mvua ilikuwa ikinyesha na hakuweza kupata usafiri. Kwa kuwa walikuwa wakielekea upande mmoja, alimkaribisha ndani. Mara tu mwanamke huyo alipoingia, ile harufu ya samaki ilijaa tena ndani ya gari. Alijaribu kupuuza akidhani ni kwa sababu ya mvua. Mwanamke huyo aliposhindwa kufunga mkanda wa usalama, mwanaume huyo akamsaidia. Wakati huo akamsikia akisema kwa sauti ya ajabu, una harufu yake, wewe pia unahusiana na mke wako? Mwanaume huyo akashtuka sana, lakini akagundua kuwa huenda alikuwa anawaza kupita kiasi kutokana na uchovu. Alipomuuliza na kwenda wapi, alibaini kuwa alikuwa akielekea nyumbani kwake. Baada ya mazungumzo mafupi, akagundua kuwa huyo ni kwanimizi wa mke wake, hivyo kimsingi shemeji yake. Lakini walipofika nyumbani, mke wake alistuka mno alipomuona. Kwa haraka alimwambia mumewe apande juu abadili nguo. Akiwa gorofani, aliwasikia wakizungumza kwa siri. Mmoja alisema, ule wa mwisho hakudumu hata miezi mitatu, huyu anaonekana kuwa mzuri kidogo. Mke wake akajibu kwa wasiwasi, huyu ni mtofauti. Lakini shemeji yake akamkatiza, hivyo ndivyo wanavyosema kila mara, na mwisho wake huwa nini? Kusikia maneno hayo kulimfanya mwanaume huyo kutambua kwamba huenda maisha yake yote ya ndoa yalikuwa sehemu ya siri kubwa na ya kutisha ambayo hakuwahi kuijua.